Kazi ya kujenga mageuzi sio tukio la siku moja, hasa unapokuwa unapambana na mifumo kandamizi kama ili tulionayo. Ni lazima to brace for a long fight. Madai ya mabadiliko ya msingi katika mifumo ya utawala wa nchi yetu hayapaswi kuwa kitu cha kupita. Tunapaswa wote kama wana mageuzi na kama Watanzania ambao tunataka haki katika nchi yetu, tuendelee kuyapigana usiku na mchana kwa kadiri fursa itakavyotuwezesha. Tutakutana na vikwazo vingi. Kamwe tusikubali vikwazo hivi vikatufanya tukate tamaa, kwa sababu kukata tamaa ni dhambi kubwa sana duniani. Wapiganaji wenzangu, hampaswi kukata tamaa, mnapaswa kuimarika katika azma ya kuendelea kuitafuta kweli yetu. Hawa wamefanya yote haya wakiamini tutakata tamaa, tutagombana, tutasahau focus yetu kama chama kikuu cha upinzani. Na wasi, pamoja na maumivu yote tulionayo, wanachadema wote nchi nzima, yakatutia hasira tunyanyuke zaidi, kwa ujasiri zaidi na kwa mbinu mbalimbali, kuitafuta kesho yetu iliyo bora zaidi. Hali gani mtazamaji wa Bongo Huru TV? Bana, baada ya uchaguzi uliofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutafuta viongozi wa ngazi kuu kwa maana ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti hapo Januari mwaka 2025. Maswali yamekuwa ni mengi sana. Mbowe yuko wapi? Mbowe anafanya nini? Lakini pia baada ya uchaguzi kulikuwa na maneno wakisema kwamba Mbowe ndiye aliyekuwa akifadhili chama, hivyo baada ya kuachia ngazi ya wenyekiti, baada ya kura nyingi kwenda kwa Antipas Tundu Lissu, kwamba pengine chama hicho kinaenda kushuka na kinaenda kufanya vibaya zaidi. Lakini zaidi kinachoonekana ni kwamba chama hicho kimeendelea na moto ule ule. Kama ni mikutano, imekuwa mikutano ya bandika bandua, pamoja na mambo mengine yakiendelea, hasa baada ya kuanzisha programu ya tone tone ya kuchangia chama hicho. Sasa tukirudi kwa Mbowe, bwana, Mbowe yuko wapi na Mbowe anafanya nini? Ni swali ambalo Watanzania wengi wanashindwa kupata jibu sahihi. Lakini tunaona siasa zinavyoendelea kuchemka kuelekea uchaguzi mwaka huu 2025, basi propaganda zinakuwa ni nyingi na maneno yanakuwa ni mengi sana. Wengi wanasema Mbowe ameachana na chama hicho, na wengine wakisema ana mpango wa kuhamia Chama cha Mapinduzi, kitu ambacho mpaka leo Mbowe mwenyewe hajajitokeza hadharani na kuweza kuongelea kitu kama hicho. Lakini pia hatoi kauli yoyote kwamba pengine ana mambo gani mengine ambayo anayafanya ndani ya chama hicho. Lakini ikumbukwe kuwa mara baada ya uchaguzi alizungumza mwenyewe kwa kinywa chake ya kwamba sasa anaenda kujikita zaidi katika kufanya biashara zake. Lakini katika kauli zake hakusema kwamba anaachana na chama hicho, isipokuwa alisema kwamba yeye ataendelea kushiriki shughuli za chama pale itakapohitajika. Kwa hiyo inawezekana pia anaweza kawa anashiriki katika vikao vya siri ambavyo pengine watu ambao wako nje na secretariat ya chama hicho wanaweza siwe na majibu. Lakini tunaona pia kuna baadhi ya watu ambao wameendelea kujitokeza wakijiita kuwa ni team Mbowe, hususan ni press conference ambayo imefanyika leo, ambapo aliyekuwa katibu wa secretariat katika chama hicho, baada ya kutoka katika chama hicho, ametoka nje na kufanya press conference na kusema ya kwamba yeye ni team Mbowe na kwamba yeye anakubaliana na reform, lakini hakubaliani na kuzuia uchaguzi ama no election. Na anasema hatambui kila ambacho kinafanywa na harakati za chama hicho, ya kwamba ni kwa namna gani itawezekana kuzuia uchaguzi. Hiyo ni maneno yake Bwana Mwita ambayo ameyazungumza kupitia press conference pamoja na mambo mengine. Lakini kwa kumalizia tu niseme kwamba
kutokana na kauli za Mbowe bado mpaka sasa ni mwanachadema. Mbowe mpaka sasa bado tunaamini anaendelea kushiriki harakati za chama hicho, kwa sababu mpaka sasa bado hajajitokeza hadharani, na pengine kutokana na chama hicho kuendelea kujiimarisha, kutokana na mapito ambayo chama hicho kimepitia, basi kuna wengine wameenda mbali zaidi, wanasema pengine Mbowe anaandaliwa kuwa mgombea urais katika mwaka huu, na wengi mpaka sasa hivi wanachotamani kukiona kutoka kwa Mbowe ama kutoka katika chama hicho ni kuona angalau pengine Mbowe hata siku moja akijitokeza na kuzungumza kauli yoyote kupitia vyombo vya habari ama hata kupitia mtandao wake wa X ama Twitter ya zamani. Bana, kama bado hujasubscribe Bongo Huru TV, wakati ni sasa. Tafadhali subscribe ili kuendelea kupata information nyingi zaidi kupitia channel yako pendwa kabisa.